wale wakwamishaji wako leo mahali popote, mara Mungu wetu mkono wake sio mfupi. Kama ukiamini, wakwamishaji wako leo watapigwa kwa jina la Yesu. Sema amina. Nini maana ya wakwamishaji? Kama unaandika andika. Wakwamishaji ni watu. Wakwamishaji ni watu au hali yoyote inayoweza kusimama ili kukukatisha tamaa ya kuendelea mbele. Narudia. Nini maana ya wakwamishaji? Wakwamishaji ni watu au hali yoyote inayoweza kusimama ili kukukatisha tamaa ya kuendelea mbele. Hali yoyote ambayo umekuwa unashindana nayo na umekuwa ukijiuliza, kwa nini hili jambo, kwa nini hii hali kwangu haishi? Hiyo ndio inaitwa roho ya nini? Ya wakwamishaji. Na ndio maana nimesema inaweza kawa ni mtu au inaweza kawa ni nini? Ni hali. Mchungaji, mtu anaweza kawaje mkwamishaji? Sikia, baba, una maono mengi na kuna mahali unaona unatamani kufika na hii huduma, lakini unaweza kujikuta katikati ya wale ambao utawaamini wawe viongozi ambao walitakiwa kutie moyo ili kufanikisha maono hao unaweza kujikuta hawatendi vile unavyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, kwenye kanisa mwenye maono huaga ni mtu mmoja. Kwenye huduma mwenye maono huaga ni mtu mmoja. Ndio maana mtu akitoka kanisa anasema, baba nina maono, hayo tayari hapo kuna roho ya fujo hapo. Sema amina. Sema amina. Wale wote ambao Mungu amewaleta kwenye madhabahu, Mungu amewaleta kusudi kubwa ili mumsaidie mtumishi wa Mungu yale maono, kile alichokiweka Mungu ndani yake, ili muweze kumtia moyo, ili muweze kumsaidia hatimaye afikie kile anachokiona. Sema amina. Na ndio maana unaweza kujikuta wakati mwingine ukipanga ratiba, twende hivi, tufanye hivi, unashangaa mtu anafanya vya kwake. Jamani tuwahi, jamani tufanye hivi. Viongozi sisi ndio kielelezo. Kanisa lolote likiharibika, aliyeharibu kanisa maana yake ni viongozi wa kanisa. Mshirika hawezi kuwa kanisa. Ndoa yoyote ikifa, aliyeua ndoa ni mume na nini? Na mke. Watoto hawezi kuua ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ukiona linaendelea, maana yake wale viongozi aliowaamini wamekuwa waaminifu, wamesimama kwenye kusudi la Mungu. Maana yake akisema twende kulia, wanaenda kulia. Akisema twende kushoto, wanaenda kushoto. Na acha nitabiria kwamba leo nimekuta watu mko hawa, lakini ninaona kuna maelfu. Ninaona mji mzima wanakimbilia hapa, mahali pa ushindi na uponyaji. Kama unaamini simama, sema amina. Ayayayayayayayaya. Ninaona kuna watu wanakimbilia mahali hapa, na nataka tuwaite. Kila moja simama, kila moja simama, kila moja simama. Kuna wengine hawajaelewa. Unajua Biblia inasema kuna watu wamefungwa, kuna watu hapa katika magereza, wala hakuna sema nini rudisha. Ninataka tuwaite Jumapili ijayo, lazima tusimamishe wageni ambao wamekuja. Kuna watu wanahangaika, wanapita, yani kanisa hawalioni, wamefungwa, lakini leo tunawaita. Haya, nyosha mkono, nyosha mkono, nyosha mkono. Sema enyi watu. Hapa panaitwa kidachi. Kinini? Chidachi. Chidachi. Maana yake mnatumia rafuzi ya Uganda. Uganda hawana ki, wana chi. Sema amina. Sema enyi watu mnaozunguka kanisa letu hapa Chidachi, kuanzia leo ninawaita, njoo, njoo kwa jina la Yesu. Mliofungwa na magonjwa na dhambi, tunawaita, njoo,
njoo kwa jina la Yesu. Sema amen. Keti. Ujumbe ni kukomesha roho za wakwamishaji. Na mwenge huaga huruki kijiji. Tunapoanza hapa kupiga, na kama upo kanisani na wewe hauko sawa sawa utapigwa. Sema amina. Hii ni madhabahu. Sema amina. Kuna moto ulao. Moto ukianza kutafuna unatafuna tu. Maana yake hata na wewe kama kuna roho ya ukwamishaji iko ndani yako, leo hiyo roho tutakuvua, maana hilo ni vazi. Ninaamini ukiamini na wewe hilo vazi leo kuna uwezekano wa kufanyaje? Ukavuliwa, ukaondoka ni mtu mwingine. Kama unaamini sema amina. Kuna mabinti leo ninaona kuna vazi wanakwenda kuvuliwa. Sema amina. Kuna mabinti mlitakuwa mmeshaolewa, lakini kuna roho ya kukwamishwa ambayo imekuvaa. Kuna mabinti nawaona hapa kama vile wamevalishwa helmeti. Mimi ambaye sina mpango na wewe, nikikuangalia na kuona ni mzuri, lakini ukikutana na mtu aliyetaka kukuoa, akikuangalia anaona kabibi, anaona nyao, maana yake anageuza. Hiyo roho ipigwe isipigwe? Hiyo roho ipigwe isipigwe? Ayayayayayayaya. Mwaka ujao lazima baba fungishe ndoa, maana kuna roho inakwenda kupigwa leo. Sema amina. Sema amina. Wangapi mnatamani kuolewa? Usijivunge. Mungu akukumbuke dada, na baadaye tutaomba wote. Yeyote aliyefunga leo tunageuza kibao, anafungwa na wewe unaondoka na muujiza wako kwa jina la Yesu. Kama hata Biblia yako tusome andiko. Ninaona muda kama umekimbia. Kama hata Biblia yako, nataka tuangalie hii roho ya nini? Ya ukwamishaji. Fungua pamoja nami kitabu kile cha Marko sura ya 10. Marko sura ile ya 10. Kama kuna mtu amepaona asimame aweze kunisaidia. Naona wote hawajafika. Kitabu cha Marko sura ile ya 10. Umeshafika baba? Tuanze mstari wa 46. Anza mstari wa 46. Twende mpaka ule mstari wa 51. Biblia inasemaje? Biblia inasema wakafika Yeriko. Huyu ni Yesu pamoja na wanafunzi na ule mkutano. Wakafika mji unaitwa nini? Yeriko. Pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa. Mwana wa Timayo, Batimayo, yule muombaji kipofu. Sema yule muombaji kipofu. Ikawaje? Alikuwa ameketi kando ya nini? Alikuwa ameketi kando ya nini? Naye aliposikia aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake. Sema amina. Wangapi leo wako tayari kupaza sauti zao? Wangapi naamini leo Yesu Mnazareti anakwenda kupita hapa kanisani kwetu? Wangapi naamini ya kwamba Yesu anakwenda kupita kanisani kwetu leo? Uko tayari leo kukamata pindo la Yesu? Akafanyaje? Alipojua ni Yesu akasema. Akasemaje? Naomba unirehemu. Sema na wengi wakamkemea. Sema na wengi wakamkemea. Ili afanyeje? Na wengi wakafanyaje? Ili afanyeje? Nyosha mkono wako, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Roho yoyote, watu wowote wanaonyamazisha kimya, kuanzia leo wapigwe kwa jina la Yesu. Amen. Wakamnyamazisha. Ikawaje?
lakini yeye aliendelea kupaza sauti. Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasemaje? Muiteni. Wakamuita yule kipofu. Wakamwambiaje? Jipe moyo, inuka, anakuita. Bila soma na hiyo Mathayo tena, anasemaje tena? Soma hiyo Mathayo 15:21. Anasemaje tena? The same story. Anasemaje? Anasemaje? Inasemaje? Yesu akaondoka huko, ndiyo, na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo, huyu mama akatokea, akampazia sauti Yesu. Akasemaje? Yesu nirehemu, Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa na mapepo. Yesu hakumjibu neno. Sema Yesu hakumjibu neno. Sema Yesu hakumjibu neno. You people, Yesu hakumjibu neno, lakini sikia wakwamishaji walichokifanya. Endelea. Nao wanafunzi wake wakamwomba, akasemaje? Wakisemaje? Mwache huyu mama ende zake, kwa maana anapiga kelele. Anapiga kelele nyuma yetu. Akamwambiaje? Akasemaje? Akasemaje? Ndiyo Bwana. Ishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi walishawahi kusoma hizi jumbe? Haya maandiko niliyosoma walishawahi kuyasoma? Mlishawahi kuyasoma hayo maandiko? Mumeona hayo mambo ya watu wangapi? Wawili. Tumemsoma Batimayo na ambaye alienda na yeye aliposikia habari za nani? Za Yesu. Lakini tumesoma habari ya huyu mama Mkananayo naye pia, ambaye na yeye pia alikuwa na nini? Na vita na changamoto. Lakini tazama, moja ya watu waliomvunja moyo yule mama hawakuwa wachawi. Moja ya watu waliomkatisha tamaa yule mama hawakuwa watu wa duniani. Maandiko yanasema ni wanafunzi waliokuwa wako na Yesu. Wanafunzi waliokuwa na Yesu walijua uwezo alionao Yesu. Aliponya, alifufua, waliona kwa macho. Lakini huyu mama aliposikia habari za Yesu akasema, madamu Yesu anakuja, ngoja na mimi niende, ili ya kwamba huyu mwanangu amekuwa anapagawa na mapepo, yanamtupa chini, anaanguka kwenye moto, anaanguka kwenye maji, kifafa kinamtesa. Yesu anapita, ngoja niende, yamkini na mimi nikapata hiyo neema. Biblia inasema wanafunzi akamwambia, toka nyuma, maana unapiga nini kelele? Acha nikwambie wewe mwana Mungu uliyefika hapa, Mungu aliyekupa neema kufika mahali hapa, mwinulie sifa na utukufu. Nasema mwinulie sifa na utukufu. Nasema mbariki huyu Yesu aliyekufikisha mahali hapa. Madamu umefika mahali hapa mwana wa Mungu, ambacho nataka nikutie moyo, acha utoto. Ulishafika madhabahuni, anza kumtafuta Bwana. Kuna watu wanaweza wakanyanyuka ili kukuvunja moyo, ili kukatisha tamaa, wakikwambia ya kwamba mama mchungaji umemuona hajakusalimia jana, hakupendi. Mwambie kaa kimya. Akikwambia unaona wale waimbaji wanajiona, wanajidai, wanajisikia, waambie sikuja kuangalia waimbaji, nimekuja kumwangalia Yesu. Hao watu wanaonyanyuka ndio tunawaita wakwamishaji. Natangaza leo, kila mkwamishaji apigwe asipigwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna watu wanatoka kwa mishaji, mnatafuta watu kwa gharama kubwa, mnafunga na kuomba ili mpate kondoo. Unashangaa kondoo ndio kamekuja, kuna kijitu kinainuka, kinajifanya kinalijua ili kanisa sana. Anaanza, ngoja nikwambie, hapa kanisani umekuja, sijui kama utapaweza, sijui kama utapaweza. Wewe ni shetani, natangaza leo utapigwa kwa jina la Yesu Kristo hai. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumekuja, kila mtu ana majanga yake. Nasema tumekuja hapa, kila mtu ana majanga yake. Na kama umekuja na majanga yako, muangalie Yesu aliyekufikisha hapa. Na ninaamini ya kwamba Yesu hajakuleta hapa kwa bahati mbaya. Acha nikwambie, mwana wa Mungu, baba yetu askofu namjua, nimefanya kazi chini yake, alinifundisha mengi, alinitia moyo sana. Mpaka niona ni kwa sababu ya nguvu yake, nilikaa chini yake, ndio maana nimenyenyuka. Na wewe ukinyenyekea, ninaona unaenda juu. Haleluya, haleluya. Bartimayo naye, Biblia inasema Bartimayo alisema, naomba nipate kuona tena. Kumbe nikijifikiri kama mwana theolojia, inaonekana Bartimayo mwanzoni hakuwa kipofu. Huyu hakuwa kipofu, huyu alikuwa naona, lakini kuna mahali alivurunda. Sema amina. Kuna mahali ilitokea akawa, sijui alifanyaje, lakini akawa kipofu. Sema amina. Na ndio maana alivyompata Yesu akasema, naomba nipate kuona tena. Wangapi wanataka kuona tena hapa? Wangapi wanataka kuona tena? Sikia, ni kweli ulikuwa na kiburi. Ni kweli kuna wakati ulikuwa anguka. Ni kweli kuna roho ambayo inakutesa, roho ya dhambi. Lakini leo kwa neno nalo lisikia, unasema leo hapana, hapana, yatosha. Yatosha. Leo nahitaji neema mpya. Leo nahitaji ibada. Wakati Yesu akitembea, asinipite na mimi. Kuna tabia ambayo inanitesa. Kuna tabia inatesa maisha yangu. Leo nahitaji mwambie Yesu, naomba unisaidie. Unajua kwa nini najiongeza? Biblia inasema alivyopiga kelele kusema Yesu unisaidie, Yesu alipomwambia njoo, Biblia inasema ukisoma pale chini, akalitupa vazi. Alipolitupa akamkimbilia nani? Maana yake tu kulitupa vazi na macho akafanyaje? Kuna tabia ukiacha leo, kuna vitu utavipokea kwa jina la Yesu. Nasema kuna tabia leo, ukiamua kusema inatosha, nakwambia kuna baraka zitaanza kutembea kwako kwa jina la Yesu. Sema amina. Hata wewe binti unaitazama, wakati mwingine unaweza kusema na mikosi, wakati mwingine unaweza kusema kuna watu wamekuroga, kumbe hawajakuroga. Wakati mwingine inawezekana ni tabia zako, inawezekana ni mdomo wako, hauna heshima. Kila unayemuona unamuona kama ni rafiki yako, kumbe ukinyenyekea, nakwambia katikati ya wanao kukwamisha, kuna neema ya kupenya, kuna neema ya kupita. Ni kweli wachawi wapo, lakini ukimjua Bwana na nguvu alizonazo, utapita katikati yao. Nasema wale wote wanaokuzuia, wanaokuchafua, kama utanyenyekea, kama utanyenyekea, utapita katikati yao. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Naomba tuangalie hizi pointi. Naomba tuangalie hizi pointi. Mifano ya wakwamishaji. Mifano ya wakwamishaji. Kitu cha kwanza ambacho kinakuwa ni kama kizuizi kikubwa cha hawa watu au cha mtu kupiga hatua. Cha kwanza, maisha ya dhambi. Sema maisha ya dhambi. Mpige bega mtu, mwambie maisha ya dhambi. Mbona hujampiga? Kwani umekula kwake? Si kila mtu ametoka kwao. Mchungaji ndiye amekuruhusu. Mpige tena, mwambie maisha ya dhambi. Geukia mwingine tena, usimuogope wala humuombe nauli. Nauli unayo leo. Mpige mkono, mwambie maisha ya dhambi. Pasa anasema achana nayo, ili ya kwamba wale wanaokukwamisha waweze kupigwa mbele yako. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Maisha ya dhambi baba
askofu, ni chanzo cha maisha ya watu wengi kukwamishwa. Hawa wakwamishaji hawawezi kukukwamisha hivi hivi. Kuna vitu ambavyo wanavitumia kama iwe ni sababu ya kukukwamisha. Ni kweli kuna mahali unatamani kwenda, ni kweli una maono, ni kweli una kipaji, lakini kipaji chako hakikusaidii chochote. Unajiuliza, hivi tatizo ni nini? Kumbe maisha ya nini? Ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya dhambi ni mfano wa kwanza wa nini? Wa wakwamishaji. Dhambi inasababisha watu wasipige hatua. Dhambi inaweza kusababisha ulichostahili kupata na usifanyeje? Usipate. Kuna methali moja inasema ya kwamba to sin is to miss target. To sin is to miss target. Sema amina. Kufanya dhambi ni kupoteza nini? Maono, au kupoteza lengo. Yaani ukitenda dhambi, hata kama kuna neema ilitaka ije kwako, inapindishwa moja kwa moja. Na ndio maana umekuwa ni mtu wa kupiga hatua, lakini husongi wapi? Mbele. Leo nakwambia, ukikubali kuivua hiyo nguo, kumbe ule upofu ulikuwa ni vazi alikuwa amevalishwa nani? Bartimayo. Biblia inasema alipolitupa vazi akaanza kukimbia kwa Yesu. Sema amina. Kumbe kuna vazi na wewe umevalishwa. Kuna tabia ulionayo. Ukiamua kusema sasa ya tosha, unashangaa tayari unakaribia kwenye baraka zako kwa jina la Yesu. Sema amen. Tunaangalia mifano ya nini? Ya wakwamishaji. Mfano wa pili wa wakwamishaji. Mimi tunaanza falsafa, tunamaliza, tunaondoka nyumbani. Sema amina. Mfano mwingine wa wakwamishaji ni roho za magonjwa. Roho za magonjwa. Kuna watu hapa mnatamani kufanya mambo makubwa, lakini mwili ni dhaifu. Mwili ni dhaifu. Na haya magonjwa ambayo ni wakwamishaji, dalili yake, ukienda hospitali hawaoni ugonjwa. Mtu unaumwa, lakini ukienda hospitali wanakuambia huna tatizo, wakati mtu unafanyaje? Unaumwa. Hiyo ni dalili ya kwamba au ni wakwamishaji. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wakwamishaji, baada ya dakika chache tutaomba, tutavuruga kila aliyesimama kama mkwamishaji. Leo lazima tumuondoe by fire, by power kwa jina la Yesu. Sema amen. Lakini wakwamishaji wengine ni roho za kichawi na ushirikina. Umeokoka, uwe hujaokoka, kuna kitu kinaitwa wachawi na kuna kitu kinaitwa washirikina. Wachawi wanaweza kukuona